Hello. Wale ambao tulikuwa walevi sio wa Mungu wala sio wa Bwana, tunyoshe mkono lakini kwa ndani. Kabla Yesu hajatuokoa, tunyoshe mkono lakini kwa ndani, mimi nitawaona. Nimemwona yule pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nakutolea wewe mfano ambaye kabla hujapata neema ya wokovu ulio nao, kuna wakati ulikuwa unapata nafasi ya kunywa pombe. Sizungumzii sasa hapa, sizungumzii mtu aliyeelewa roho ya Mungu, namzungumzia mtu aliyeelewa kwa mvinyo ambao unatumika huko. Hawa watu ukiwachunguza, watu wengi watu tunawadharau hawa watu, lakini kuna kitu ambacho unaweza kujifunza leo kwa hawa watu, alafu ukakiapply kwa Mungu wako kwenye ibada ambayo wewe unaifanya. Natanguliza kwa nisamee kwa huu mfano, lakini namtumia mtu mlevi kumfanya mtu mmoja abadilike leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu wakilewa, cha kwanza ambacho kinaanza kutenda kazi ndani yao, huwa tena hawaongozwi na akili zao za kawaida. Hawa watu wakishakunywa pombe huwa hawaongozwi tena na watu walioko karibu yake. Hawa watu wakishakunywa pombe au wakishalewa huwa hawaongozwi tena na sauti yoyote. Kitu ambacho huwa kinawatawala baada ya kunywa pombe ni ile pombe iliyoko ndani yao. Nisikize kwa makini. Kitu ambacho huwa kinaanza kuwatawala hawa watu ni ile pombe iliyoko ndani yao. Tafsiri yake ni kwamba ile pombe ikitaka afanye chochote atafanya. Ile pombe ikitaka avue nguo atavua nguo. Ile pombe ikitaka aongee neno lolote baya ataongea. Ile pombe ikimtaka atambae atatambaa, lakini sio akili zake wala sio nguvu zake. Kitu kinachomwendesha ni ile pombe ya ndani. Na watu kama hawa ni watu ambao huwa tulishakutana nao. Hata wewe kabla hujapokea neema ya wokovu ulikuwa hivyo. Ulikuwa ujali nani yupo, ulikuwa ujali mama yako, labda baba yako, wazazi, watu heshima wao. Neno lolote lile pombe itakalo hitaji wewe utamke, utatamka. Utazungumza, utaongea na utajali. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu nafikiri watakuwa wanaelewa na mimi, wale watu ambao wamekuwa wakishuhudia watu. Nafikiri kama wewe ni mtu ambaye ni mwinjilisti, ushakutana mshuhudia mtu ambaye amekunywa pombe, alafu wakati unamwombea kwa namna fulani kile unachomwambia atamke, anatamka cha kwake. Si kwamba ni akili zake, na utakuta mtu mwingine uliyekuwa naye anakuambia huyu mwache amelewa. Tafsiri yake ni nini? Kila anachokiongea sio yeye, sio akili zake, ni pombe iliyoko ndani yake. Sasa watu ambao ni walevi wa roho wa Mungu, wakiwa wanamsifu Mungu, wakiwa wanamwabudu Mungu, wakiwa wanamtukuza Mungu, ni watu ambao wana tabia kama za mlevi. Ndio maana nitanguliza samani watu wa Mungu kama nitakuwa na kukela. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao wamelewa roho wa Mungu wana tabia kama za mlevi. Tafsiri yake ni kwamba katika sifa anayewaongoza sio wao wenyewe, anaoongoza sio akili zao, wanaoongoza sio mazingira au sio taarifa ambayo waliosikia. Anayewaongoza kumsifu Mungu ni roho wa Mungu aliyeko ndani yake. Mpigie tena Yesu makofi mengi. Na watu kama hawa matokeo huwa ni tofauti. Watu wa Mungu, mtu ambaye anamsifu Mungu kwa kutumia akili zake, matokeo baada ya sifa huwa ni tofauti na yule ambaye alimsifu Mungu akiongozwa na roho wa Mungu. Na ndio maana kuna wakati ushakutana na mtu ambaye ni nyimbo ya kusifu, lakini unamwona kwenye pembe ametulia, amepiga magoti, analia, anaomba. Ni nyimbo ya kusifu, lakini yeye yuko anaomba, analia. Tafsiri yake ni kwamba huyo mtu katika sifa aliyekuwa anampa Mungu hajaongozwa kwa akili zake. Yuko roho wa Mungu anamtaka afanye kile kitu ambacho anataka katika sifa. Bwana Yesu asifiwe tena. Nataka nikuonyeshe andiko la mwisho alafu nitamaliza na tutasimama, tutaweza kumwomba Mungu. Ukisoma kitabu cha Samueli wa pili ile sura ya 6 na ule mstari wa kwanza, nitasoma na kalaka mstari wa kwanza mpaka wa 5, nitasoma wa 14 alafu tutasoma na wa 16 alafu tutasimama. Na wakati tutasimama nitaomba praise team tuje hapa mbele tuweze kumaliza kwa kumwabudu Mungu kwa nyimbo moja. Biblia inasema, basi Daudi akakusanya tena wateule wote wa Israeli, watu 30,000. Akaondoka Daudi akaenda pamoja na watu wote waliokuwa naye mpaka Baala wa Yuda, ili
ili kulipandisha kutoka huko sanduku la Mungu lililoitwa kwa jina la Bwana wa majeshi akae juu ya makerubi. Mstari wa 3, wakaliweka sanduku la Mungu juu ya gari jipya, wakalitoa katika nyumba ya Abinadamu iliyoko kilimani. Nao Uza na Ahio wana wa Abinadamu wakaliendesha lile gari jipya. Mstari wa 4, wakalitoa katika nyumba ya Abinadamu iliyoko kilimani pamoja na sanduku la Bwana, na huyo Ahio akatangulia mbele ya sanduku. Mstari wa 5, Biblia inasema Daudi na nyumba yote ya Israeli wakamcheza mbele za Bwana kwa nguvu zao zote, kwa nyimbo, kwa vinubi na kwa vinanda na kwa matari na kwa kayamba na kwa matoazi. Mstari wa 14 nitaenda. Biblia inasema Daudi akacheza mbele za Bwana kwa nguvu zake zote, na Daudi alikuwa amevaa naivera ya kitani. Basi Daudi na nyumba yote ya Israeli wakalileta sanduku la Bwana kwa shangwe na kwa sauti ya tarumbeta. Mstari wa 16, ikawa sanduku la Bwana lilipoingia mji wa Daudi, Mikali binti Sauli akachungulia dirishani. Sasa binti Sauli akachungulia dirishani ni aina ya wale watu ambao wapo kwenye eneo moja au tuko nao kwenye eneo moja la kumsifu Mungu, lakini wao wanakuwa wanaangalia yule anamsifu Mungu katika namna gani, yule anamsifu Mungu katika yule mbona anacheza vile. Yani ni wale watu ambao wana tabia ya kujudge watu wanaomsifu Mungu katika roho. Hasa huyu binti Sauli anawafanisha na watu ambao tuko nao humu kanisani. Walipokuwa wanamuona mtumishi wa Mungu anadansi hapa, yeye ilipokuwa anasema yule anachezaje, mbona ile style kama haimpi Mungu utukufu. Mbona yule analuka vile? Mbona kwa nini analuka vile? Mbona kama utasikia mwingine anasema mbona kama hili kanisa leo mbona kama kuna namna fulani. Ndio watu wa namna hii tuko nao humu ndani, lakini kinachocheza ndani yao sio kumsifu Mungu. Wanakuwa wanatazama wale watu ambao wanamsifu Mungu. Alafu sikia nikwambie, yule mtu ambaye ana tabia ya kumsifu Mungu akiwa anaongozwa na Roho wa Mungu, Biblia inasema akachungulia dirishani akamwona mfalme Daudi akiruka na kucheza mbele za Bwana, akamdharau moyoni mwake. Mpigie Yesu makofi kwa neno hili. Matokeo ya watu ambao wanamsifu Mungu wakiwa wameelewa Roho wa Mungu huwa ni makubwa sana kwenye maisha yao. Namalizia huwa ni makubwa sana kwenye maisha yao. Huwa ni makubwa sana kwenye maisha yao. Na wako watu ambao waliamua kuongozwa na Roho wa Mungu kwenye kusifu na kuabudu, wakapokea kazi zao, wakaitwa kazini baada ya sifa. Ugonjwa uliokuwa unawatesa kwa muda, kuna vitu ambavyo havijatoka kwenye maombi tuliokuwa tunafunga kila wakati, lakini kuna vitu huwa vinatoka kwa ajili ya ile sifa unayompa Mungu. Nikawa namwambia Bwana leo ya kwamba natamani vile vitu ambavyo sijavipata katika maombi yangu, natamani nivipate leo nikiwa nakupa sifa wewe. Na watu siku zote ambao wamelewa roho wanapomsifu Mungu huwa hawaangalii vyeo vyao. Ndicho Daudi alichokuwa nakifanya. Huwa hawaangalii wamevaa nini. Mtumishi wa Mungu, kuna watu wana suti zaidi yako, lakini ikifika eneo la kumsifu Mungu wanaachilia yote. Kuna watu wana vyeo zaidi yako, lakini wakisikia kwa habari ya kumsifu Mungu wanajiachilia wote. Kuna watu ni watumishi wakubwa zaidi yako, lakini ikifika kwenye eneo la kumsifu Mungu wanaachilia yote. Natamani leo kabla ibada ijaendelea zaidi, mwambie Mungu kitu kimoja, kwamba natamani niweze kupata leo kitu ambacho sijawahi kukipata kwenye maisha yangu katika kukusifu, sio kukuomba, kukusifu wewe. Natamani leo unizawadie kitu ambacho sijawahi kukipata kwenye maombi, sijawahi kukipata kwenye wakati leo kwenye ibada yangu ya sifa niliyokuletea sifa leo. Natamani nipokee kitu ambacho sijawahi kupokea kwenye maisha yangu. Simama kwa miguu yako, afu praise team tuje hapa mbele.